Sule. Yes. Ili Love and Drama. No. Sindio? Love and Drama ni mapenzi dramatic, yani life story fulani hivi ambayo inajumlisha vitu vingi sana ndani yake. Sindio vizuri eh? Yes. Leo kuna watu wengi sana ambao wanakutazama pale. Mimi ni Sancho JR. Tupo na Sule, si ndio? Bwana, leo nipo katika story. Leo nitapiga story fulani hivi, lakini katika moja ya story ambazo nitapiga na jamaa hapa, nadhani utafurahi, utapenda. Ni mwamba fulani hivi ambaye yuko poa, yuko humble. Au si? Usisahau kulike na kucomment, kusubscribe Sancho Pro ili tuende mjini. Kuna vitu vingi sana ambavyo vinakuja nimekuandalia. Au sio? Muda wako tu ambao unahitaji. Nani? Sule? No. Kuna watu pale sasa hivi wanakuwa wanakutazama. Ndio? Wanakutazama. Muda ambao uko nao sasa hivi, unaweza kushare nini na yule ambaye anakutazama? Kuna kijana mwenzako sasa hivi yuko pale anakutazama. Yes. Anahitaji kujua kwamba Sule kuna kitu gani ambacho anaweza kukizungumza mimi nikajifunza. Yes. Lakini sana sana tudili katika mapenzi. No. Wewe paka hapo ulipofikia si chini ya miaka kadhaa hivi mbele, maana mahusiano mengi umeyapitia. Sawa. Ndio? Hebu niambie wewe, mapenzi, ushakutana na kitu gani kizito kwenye mapenzi? Bwana, kitu ambacho mimi nimeshawahi kukutana nacho na kikaja kikaniumiza sana katika maisha yangu, katika mahusiano, nikumbuka mpaka leo kwanza naumia. Kuna siku mimi nilimpigia simu mpenzi wangu, kumpigia simu akapokea, lakini alikuwa ongei. Alichukua design kama ya kikombe na kijiko hivi. Nikaa nagonga hivi kwenye mic ya simu. Yani anagonga yani yeye aongei. Yani kama anavigonga gonga hivi. Mimi nimebaki tu, "Hello baby, kipenzi." Vuma mnagonga. Nikakata simu mara ya kwanza. Nikapiga tena. Anapokea, anafanya vile vile. Baada ya hapo nikaona nisipige simu, nikaoshe, nikae kama dakika 10. And then nimpigie tena. Lakini hata dakika 10 hazikufika. Akanitumia ujumbe mmoja mkubwa sana. Yaani ujumbe mmoja mkubwa mno. Ujumbe huo aliniambia, "Sule, mimi nakuomba tu kwa sasa hivi kila mtu achukue time yake." Yani mlishagombana kabla au hamkugombana? Hatukuwahi kugombana hata siku, isipokuwa tu kuna mabadiliko yalitokea kabla. Yalitokea kabla. Kuna muda alikuwa nikimpigia simu apokee, kuna muda alikuwa nikimtumia hata message anijibu. Sijui umeshanaelewa. Yeah. Lakini mwisho wa siku ndo akaamua kufanya hivyo ambavyo yeye ameamua kufanya. Lakini sikukata tamaa. Baada alivyofanya vile vitendo, nikaamua nimpe kama dakika 10 and then nimpigie simu tena. Lakini hata zile dakika 10 hazikufika. Akanitumia ujumbe mkubwa, unajua barua kama mtu anampa kazi. Tena yani. Yaani mimi nilitoa kama dakika 10 then nimpigie simu tena. Lakini hata dakika 5 hazikufika. Akanitumia ujumbe mkubwa, "Bwana Sule, kuanzia leo uchukue time yako, mimi nichukue time yangu. Wewe uko mbali, mimi niko mbali. Mimi nimeamua kuwa na mtu mwingine. Na ndio maana unaona hata simu zako sipokei kwa sababu nashindwa hata kuongea na wewe." Kanitumia message moja nzito sana. Uweze amini bro. Ndo kwa mara ya kwanza mimi nasoma message and then natoa machozi yani. So kwamba unalia ile kwa sauti, hapana. Isipokuwa the way jinsi ambavyo alikuwa anasoma ile message, yani najikuta tu mimi mwenyewe yani machozi yanatoka. Yananidondoka. Alafu nikifikiria yule demu tulishapanga vitu kibao.
home anajulikana, niko anajulikana na nini, isipokuwa tu umbali. Unajua maisha yetu utafutaji umbali, mimi niko huko Tanga na nini. Kwa hiyo niliumia sana kwa sababu yeye ndo mwanamke wangu wa kwanza ambaye alinifanya niwe na ndoto za kuoa, za kumuoa. Yaani yeye ndo mwanamke wa kwanza ambaye alinifungulia ndoto mimi za kumuoa mwanamke. Yaani ilikuwa ni yeye. Kwa hiyo hicho kitu kwangu mimi kilikuwa ni kipigo kikubwa sana. Toka hapo sasa, toka hapo ulikaa muda gani kabla ya kuingia kwenye mahusiano? Nilikaa muda mrefu kidogo. Nilikaa muda mrefu kidogo. Kama miezi mingapi hivi? Ilinichukua kama miezi 7 hivi. Kukaa bila mahusiano. Sikukaa bila mahusiano miezi 7. Baada hapo ukaingia kwenye mahusiano, kuna picha gani nyingine ambayo ikaja kwako baada ya kukutana na mwanamke sasa mwingine? Uliishi naye like kwamba unampenda, ama uliishi naye kwa sababu tu ni mwanamke na wewe una hisia zako kama za kiume? Unajua Sancho, nikwambie kitu kimoja. Haya mahusiano, ukiona mtu ameachana na mtu alafu akawa na mtu mwingine, and then ikawa labda hajaingia ndipo hajampenda labda kwa kutega, basi ujue bado hajaelewa kwamba mwanamke amempenda au ni mwanaume amempenda. Lakini kila penzi linakuwa ni jipya tu. Ndio. Yaani kila penzi linakuwa ni jipya. Mimi nilivyoachana na mtu wangu baada ya kukaa miezi 7, nilipokutana na mtu mwingine alinifanya mimi nisahau. Japokuwa nakumbukaga, lakini alinifanya mimi kuwa comfortable na kuona kuwa kumbe mapenzi yapo tu. Hata kama uliumizwa unaweza ukaa na mtu mwingine alafu akakupenda vile vile. Sijui unanielewa? Kwa sababu alinionyesha vitu vipya sana mpaka nimekuja kumsahau yule mtu wangu wa nyuma. Kwa sasa hivi upo kwenye mahusiano. Yes. Kuna mtu ambaye uko naye. Si ndio Labda swali la kizushi. Wewe mbali na kuwa kwenye mahusiano, ulishakupiga masturbation? Masturbation shawahi kupiga. Swali, wewe ambaye uko ulipo, unaizungumziaje masturbation? Na labda tujue Sule yeye masturbation anapiga kwa namna gani, ama anafanya kwake kama ni chakula ama ni vipi? Sule unapiga wakati una mtu uko naye? Hapana. Au unapigaje masturbation? Kwa sasa hivi nitapiga. Kama nikifika mwezi mzima sijafanya kitendo chochote kuhusu sex, basi nitapiga. Lakini masturbation nimepiga sana kipindi nasoma. Tena kwa tunafanya mashindano. Mimi na wanangu. Lakini mimi nilikuwa nikiona picha pindi kile marehemu Masogange. Dada alikuwa anamuelewa sana. Kuna picha yake tu kwenye gazeti mzee. Ndio nikiona tu picha ya dada kwenye gazeti. Mimi naenda na unapiga basi. Kwa ulikuwa unaichana picha yake au unaenda? Nilikuwa naichana na kiwembe na chora kama ilivyo, jinsi alivyo na umbo lake. Mimi nikifika ghetto mzee natwanga. Kama hawa kina Rihanna, wakina Beyonce. Kwa wote ushatembea nao wale. Nishatembea nao. Hao mimi wote mwanangu nimeshatembea nao. Ila kwa sasa hivi si kama kipindi cha nyuma. Kwa sasa hivi siwezi kusema labda siwezi kupiga. Nitapiga na nishawahi kupiga, lakini nitapiga ikiwa nimefikisha mwezi sija sex. Kwa sababu mimi ni mwanaume na ni rijali, alafu nina hisia. Sijui unanielewa. Kwa hiyo kwa mimi, lakini sizungumzia watu wengine. Kuna mwingine hata wiki afikishi.
Lakini mimi ikifika mwezi si sex. Bro mimi nitapiga. Mimi hata mtu wangu anajua kama yuko mbali. Hapo tunajua kwamba masturbation ni tatizo. Yes. Ukiwa unapiga masturbation inakusababishia kwamba usiwe na uwezo wa kulimudu tendo. Yes. Si ndio Wewe hiki kitu unakionaje? Yaani tumachezea full najua. Yes. Hiki kitu unakionaje kwamba kina limit au ukizidisha sana au ipo vipi ili hata yule pia aweze kujua kwamba ni nini haswa ambacho hapa tunakikimbia. Okay. Yaani iko hivi. Masturbation ukipiga sana kwa muda mrefu inakuathiri. Yeah, ina madhara tena makubwa. Na si hao tulishaona. Na ndio maana tukafanyaje? Ukapunguza. Tukapunguza. Kwa hiyo mtu inakuja anatokea unapiga kama unapiga kwa sababu maalum. Lakini so guarantee kama si ulikuwa mimi kwa siku napiga hata 3 4. Basi huko ndo tunapokuja kwenye madhara. Hao ndo madhara yenyewe. Umeshaelewa? Ifike kipindi 3 napiga fresh tu 4 fresh. Lakini sasa madhara ya nilianza kuona madhara pindi sasa ndo nataka kuweka. Unajua unapiga unakutana na mwanamke una sexy. Dakika hata 5 ufikishi bro. Unajikuta mzigo umelala. Alafu una jinsi yani. Mzigo ukiangalia huo hapo. Lakini una uwezo wa kupushi tena. Wewe ulivyoacha ulitumia dawa au ukiacha tu muda mrefu na ukaona sasa ule ni utoto, ukaanza kulikapa kwa taratibu? Hakuna dawa ya kuacha masturbation. Kwamba unakunywa dawa uache? Hapana. Cha umuhimu kama mtazamaji na anaangalia, yani kama bado unapiga masturbation, njia rahisi ya kuacha kuwa karibu sana na mtu wako. Kutazama sasa kama mwanaume ajivunie kwamba ya Sule nimemsikia kuna kitu ameniambia nifanyie kazi. Kitu gani ambacho wewe unamwambia? Kwanza kabisa mimi ningetoa tu ushauri ili kwa wanaume wenzangu ambao wananitazama na wao wafaidike kwa ninachokiongea. Kama una uwezo wa kufanya ukamka asubuhi ukafanya mazoezi kidogo kutoa jasho, hiyo pia ni faida moja hapo, kwa sababu mazoezi yanakufanya kuweka misuli kuwa strong. Na kunywa tu maji mengi. Kama una uwezo wa kunywa maji asubuhi kabla ya kula, hata kupiga hata mswaki, kunywa maji hata lita 1 kama una uwezo huo. Ila kama una uwezo wa kunywa maji asubuhi bila kufanya kitu chochote, mazoezi ni muhimu. Hakuna dawa yote ambayo inaweza kukufanya wewe ukapata faida. Lakini kufanya mazoezi hata dakika 10 tu kutoa jasho inakufanya kuwa strong. Yes. Sawa. Asante sana wewe ambaye umenipa muda wako. Asante sana kwa wewe ambaye umekuwa na mimi mwanzo mpaka mwisho. Ili ni Love and Drama. Mimi ni Sancho JR. Nashusha vijiti vyangu chini na niweze kuamka kukuletea kitu chengine baadaye. Au sio? Niite jina langu popote pale ulipo, basi mimi nitaitika. Usisahau kulike, kucomment na kusubscribe. Media inapatikana katika mitandao ya kijamii, Facebook, Twitter, TikTok na Instagram. Facebook anapatikana kama Director Kitunda, TikTok Director Kitunda, Instagram Director Kitunda. Ni kameramani mmoja matata sana ambaye ananyoosha, au sio? Na huu mzigo ni yeye ambaye yuko nyuma ya kamera. Anapatikana katika simu namba, itapita kwa namba yake. Ukihitaji documentary yoyote, sherehe yako, picha indoor, outdoor, basi itakuwa ni unyama, au sio? Asante sana.